Katotoka Yesu anauliza swala zuri sana. Kama vile sisi Waislamu tunasema manabii wote walikuwa ni Waislamu. Je, kwa nini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipojiwa na Jibril ndani ya lile pango alikwenda kwa padri na hakwenda kwa mashehe na hakwenda kwa maustazi? Alikwenda kwa padri. Hili swala ni zuri sana na ni jepesi sana, inshallah nitakujibu vizuri sana. Kabla kuendelea na kuomba ubonyeze alama ya jumlisha, vile vile ushare kwa wengine. Okay. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa padri kwa sababu gani? Kwanza tunatakiwa tujue nini maana ya shekhe na nini maana ya ustadhi na nini maana ya padri. Tunaposema shekhe ni mtu ambaye wa heshima au kiongozi, lakini asili ya neno sheikh natokana na lugha ya Kiarabu ambalo maana yake ni mzee. Ina maana tunaposema shekhe ni mzee wa hekima, wa busara au kiongozi wa dini ambaye anajua dini na ana hekima, anaweza kufuatwa akatatua matatizo. Lakini neno ustadh ni neno ambalo vile vile linatokana na lugha ya Kiarabu, lina maana ya mwalimu au profesa. Kwa maana hiyo, msomi yoyote tukitumia lugha hizo, kama mwalimu tutamuita ustadh au tutamuita profesa. Lakini vile vile kama mzee wa hekima, mzee wa busara, kiongozi wa mtaa, tutamuita sheikh, kwa sababu yeye ni mzee, lakini vile vile anakuwa anajua mambo mengi. Kwa wakati ule lugha iliyokuwa ikatumika tuseme ni lugha ya padri. Lakini tukisema maana ya padri ni kiongozi ambaye anaongoza watu mambo ya kidini tayari. Kwa nini alikwenda kwa padri? Tunapomjua au tunapomsoma padri ambaye anaitwa Waraka bin Naufal alikuwa ni binamu ya Bi Khadija tayari, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda yeye mwenyewe kwa binamu wa Bi Khadija ambaye ni huyo padri. Alipelekwa na Bi Khadija kwa sababu sasa padri ni miongoni mwa mwanazuoni ambaye amesoma vitabu, amesoma Injili, amesoma Taurati, lakini vile vile amesoma vitabu vingine, hata akasoma na lugha ya Kiarabu, anaijua Bible au Injili nje ndani, maana kulikuwa hakuna Biblia wakati huo, kulikuwa kuna vitabu tu hivyo, bado havijaunganishwa ikawa Biblia. Kwa maana hiyo Qur'ani pia imekuja mwanzo kuliko Biblia. Sasa alikuwa anajua Injili, alikuwa anajua Taurati. Sasa akaenda kumuuliza. Sasa kwa vile mwanazuoni yule ambaye ni padri amesoma vitabu, anajua ishara, ni nabii gani ambaye aliyemsoma ndani ya Bible ambaye atakuja katika zama za mwisho. Hapo ndipo akagundua kumbe hizi ni alama zote ambazo za nabii ambaye alitabiriwa ndani ya vitabu vilivyopita. Kwa maana hiyo hakwenda kwa mashehe wala hakwenda kwa maustadhi kama unavyofikiria. Alikwenda kwa nani? Kwa padri. Tunajua kwamba padri ni neno la mwalimu au mhubiri tuseme, ambaye kasoma dini, ana hekima. Ni sasa na neno shekhe lina maana ya mzee wa hekima ambaye ana busara au kiongozi au anaongoza dini vile vile, na ustadhi ina maana ya profesa au mwalimu. Kwa maana hiyo haijatupana mbali, shughuli zote zilizokuwa zikifanywa katika vyuo hivyo ni shughuli za kidini. Kwa maana hiyo Waraka bin Naufal ambayo padri alikuwa ni scholars, ni mwanazuoni, lakini na mashehe wa sasa hivi ambao ina maana ni wazee ambao waliosoma, wanaojua dini, pia wanaitwa nini? Wanaitwa ni mashekh. Ina maana kwa lugha nyingine hata padri unaweza ukamuita sheikh, kwa sababu alikuwa ni mzee ambaye ana elimu kubwa ya vitabu, amesoma Injili, amesoma Taurati, na amesoma vitabu vingine vya kale. Hiyo ndiyo jawabu yako halisi kabisa. Asante. Kwa nyinyi ambao mnasema mitume wote kuanzia Yesu na mitume wengine walikuwa Waislamu, nina swali kwenu. Kama kweli mitume wote, wakina Ibrahimu, wakina Nuhu, wote walikuwa ni Waislamu kama nyinyi mnavyosema, inakuwaje Muhammad baada ya kutokewa na yule mnayesema kuwa ni malaika pangoni akaenda kumuuliza padri, kumwelekeza padri ndio akathibitisha kwamba
Yule aliyotokea pangoni ni malaika na unaitwa kuwa mtume. Kwa nini Mtume Muhammad hakwenda kwa mapadri na mashehe? Kama mitume wote walikuwa Waislamu, ina maana kwamba kwenye ule mji ambao alikuwepo mtume kulikuwepo na mashehe. Kwa nini hakwenda kwa hao maustazi? Kwa nini hakwenda kwa hao mashehe? Akaenda kwa padri, na padri ndo akathibitisha utume wa Mtume Muhammad. Sasa hii inaonyesha kuwa kumbe Mtume Muhammad naye alikuwa ni muumini wa Kikristo, na ndio maana alivyotokewa na jambo lake la ajabu la kwanza akaenda kwa padri. Na kama si hivyo, niambie, kwa nini Mtume Muhammad akwenda kwa mashehe na maustazi wa huo mji kama kweli mitume wote walikuwa Waislamu?